but you don't labor to study the word. You have a spiritual father, but you have no interest with your spiritual father. Your spiritual father is the one carrying your blessing. Hapa umekuja kufanya ukora. Umekuja kuchukua miracle, uende, unilipe. Nikwambie toa sadaka, toa sacrifice, unilipe, utoroke. Hiyo ni kununua miracle. And that is your failure. That is what has caused you to fail. Mumekuwa watu wa kununua miracles badala ya kutafuta neno. Seek ye the kingdom of heaven and the rest. Seeking the kingdom of heaven and its righteousness, and the rest will do what? So the rest that you've come to, ile kitu yote umekuja hapa ni the rest. Hallelujah. And this the rest umekuja kutafuta hapa, haungekuja because you have the kingdom with you. You have the trapping of power. Sasa Ruto ukiingia kwa carnival ya Ruto, saa hii, you will become a king because it is all about being in the power. You are in the trappings of this power. But if you find you have a father and the trappings of power of that father is not with you, then there is something wrong. You are in the wrong place. That is not your spiritual father. Is not. Haujamuhiokia, haujamukamata kama baba. Kwa sababu baba yangu hata kama ni mlevi, hata itwe ni mchawi, kijiji yote wanajua yeye ni mchawi. Ama wanajua yeye ni msherati, ama kijiji yote inajua yeye ni mwizi, ama kijiji yote inajua he is still my father. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimkuta akipigwa na watu nitasimama niwaseme wacheni kuua baba yangu, mtaua baba yangu. Na hata mimi najua baba yangu ni mwizi. Si ndio? So if you have failed, sema I've failed. Because if I'm not eating from the basket of my father, then there is something wrong. Why do we have spiritual fathers? We have spiritual fathers because they are carrying our blessings. And if the blessings of a spiritual father is not with you, it means you are lacking. You have deficiency of nutrition of a spiritual father. Either you are there because you didn't know what you are doing there. Either you are there because you are carried by somebody mukaenda na yeye akakupeleka huko. Either you are there because ulisikia amevuma kwa TV mkaona huyo no uratigia dhikoishi. Either you are there because kuna uliniona kwa nini kwa si WhatsApp, kwa YouTube nilikuwa kwa ndani ya na tube uko ndani ukaniona, bahati mzuri ukaniona na ukasema huyu ndio ako na solution ya shida yangu. Mnafanya nini na baba yako huyo kama yeye si solution ya shida yako? Ni mazungumzo tu. Simukemei lakini mazungumzo tu. Tuulisane tu ndio tayarisha akili zetu. Ndio ujue the mistake you are making. Maybe you are suffering because of not understanding. Watu wangu wanapotea kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Yes, lack of knowledge. It is the only knowledge that you need to know to understand the kind of altar that is operating in you, how it is supposed to be done. The kind of a sin that is operating in you, because you need to differentiate. There is sins and there are altars. Bwana Yesu asifiwe sana. And these sins, we have blood sins, we have family sins, we have territorial sins, we have different types of sins. If you sat down, you can understand this. In a village called in Kirenyaga called Kiangoma. Kiangoma means village of Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. I am in that village of Shetani. Sindio? What do I expect from there? You are in a territory inaitwa ni kwa Shetani. What do you expect from there? No, niambie tu. Let's speak. Hapa I'm not preaching. Nimekuja tuongee na nyinyi. Kila mtu ataparticipate. Na kama hujui kuparticipate, mimi si wako. We have to participate. Umetoka kwa kijiji inaitwa Kiangoma ama kia Shetani. What do you expect from there? Do you expect any God from there? No, because the foundation, the territory already inasema hapa ni kwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeitwa jina ya mnyama, umeitwa ngari, ama umeitwa wa ng'ombe, ama wa njau, ama wa ngari. What do you expect from you? What do we expect from Wangari? Wangari is a cheetah. Ni cheetah kama ni leopard. Ni cheetah kama ni leopard. Ni leopard. Wewe ni leopard.
Inside you, the spirit operating in you is a leopard. Mwingine nyamo. Nyamo ni mnyama wa kichakani. What do you expect? They are wild. Those people are wild. Eh? So until you understand, huyu mwanaume tuko na yeye anaitwa nyamo. So this is an animal that can turn around anytime. Bwana asifiwe sana. Then you understand this family. Ndio unaona wazee wa zamani, they were marriages za kina mama yetu. They are perfect until today. Unasikia mama yako na mama yangu kama mama yangu, they are with my father for over 69 years old. Na mama hajai rudi kwao. Wao wamerudi mara ngapi? Jiulize wamerudi mara ngapi? Na within 2 years ulikuwa usharudi nyumbani. Si ndio? Because when my mother was getting married, some wazee were involved. Mama yangu alienda akasema nimepata mtu. Mtu gani? Wa nyumba gani? Wakasambia yeye. Baba ya mama yangu aka-appoint wazee. Nenda mchunguze hiyo familia ni familia gani. Lakini sasa tukikutana, I met tall, dark and handsome. He's driving a nice car. Oh my God. Do you know the company called Levictus? The one that sells textiles in the town. That is his shop. Wow, he's a wonderful man. Yes, he's a wonderful man because of his properties. Wacha siku moja ziteremuke. Ana akili. Getiri akili kimodo keu. I regret that the day I met this man. The troubles I'm facing is because of this man. Why? Because you failed. In the first move, your first move failed you. Because you never looked for a human being. You looked for a material being in a form of a human being. You looked for somebody who has money. You look for somebody who has houses. You look for somebody who has business. But you never asked yourself, ndio apate hiyo gari, ndio apate hiyo nyumba, ndio aishi Runda, amelipa gharama gani? Do you ever ask yourself that question? Nikikupeleka pale nikununulie nini? Kamandasi na lunch, nikutiriti vizuri. Do you ever ask that man buying you lunch, what kind of a sacrifice amefanya ndio apasa pesa ya kununua lunch? Ama tu nikungangana. And you go telling people this man is a blessed man. Yet ni devil worshipper. Ametoka tu kusacrifice, amepatiwa pesa, sasa anataka kukujoin. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't eat because it is being given to you. You need to ask God. Every move you make is a move that requires God. Waking up requires God. Even going to bed requires God. There are people who went to bed, they were no sick. They are no more. They are no sick. They were no sick, but they are dead. What happened? Hapo ndio nasema shosho alikuja, na wakati shosho alikuja niliona alimwangalia hivi vizuri, akamwangalia alafu akatoka akaenda. Sasa unaanza kuaccuse mtu mwingine ati ndio amemroga. Na ujui labda amepatia na wale watu wote alikuwa ameitishwa, amebaki sasa ameambiwa sasa ni wewe. Akaenda kusema ati no, siwezi, akazimiwa kwa kitanda. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to understand. A church like this one you've come, you need to have a study. Omba Mungu muulize, hiyo kanisa naenda, kuna chakula changu? Huyo ni mtumishi wako? Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says test every spirit. Not every spirit that is right. Na hiyo ndio makosa, mkisikia tu nimeweka mtu ameweka ka TV kake, ameweka ka YouTube umepatikana, ushenue sasa. Huyo ndio. Because you don't value what this man is carrying. You are valuing what you are hearing, the face value. But behind, who is that person? Before you come here, before you even said coming, nimepanga kwenda, ask God. Go on your knees, tell God, I want to know. Just give me the revelation about this man. Tell me, who is this man? Is he coming from you? Bwana Yesu asifiwe sana. Because I've been telling you, I know many watu wengi wanajiita watu wa Mungu, but they are the worshippers. Kuna juzi kitambo kidogo, sio juzi hivi karibu, sikuwa nimefikiria, sikuwa nataka, because I've been fighting. I've fought to open a church for 7 years. Sikuwa nataka hata kidogo. Ilibidi my bishop akuje mpaka hapa. He paid the rent for this place. Hizi mashini zote hizi unaona, hizi zilitoka kwake, zilifunguliwa zikaletwa kwa hapa. Zilitolewa kwa stock. Na akasema tukae hapa, na akanipatia mapasta watatu wakae hapa.
wahakikishe kanisa imesimama. Because I was running away and he knew I'm running away. Because I didn't want to be called a pastor because I knew these pastors, what they were doing. Kuna siku ingine tulienda nao hapa Kitengela. Ni mabishop, the people you admire. The people, kwa simu zenu wale wa Kikuyu, muko na message zao. Hilarious message. Najua nikifungua simu yako, nitapata hiyo. Kuko. Nikapigiwa simu na bishop hapa mmoja akaniambia tuende kuna mahali mabishop wengine na mapasta wanakutana. Nikamwambia but I'm not a pastor. No, wewe mudhuri, wewe ni mzee sasa na ni mtu umepatiana umekuwa na heshima. Tukaenda mpaka mahali Kitengela, mahali unaenda kumalizia pale karibu na ni Yukos, hapo karibu na Yukos, alafu uingie na huko nyuma hivi. Tukaenda. Kufika huko nikaona mzee huyu bishop kwa sababu hakuwa anataka nijue because I could have resisted. Akanipatia chupa ya black label. Nikamuuliza bishop, black label yokera kogoko imeingililia wapi? Unajua black label ni nini? Unajua black label? Unajua black label ni nini? Kumbe hapa ni walevi tuko leo. Kumbe Wakristo ni huyu tu. Nani mwingine? Lakini huyu naye ukimuuliza swali hili atakuwa huko. Mimi akanipatia chupa ya black label. Na yeye alikuwa na yake. Alafu kukaa kidogo akapiga kasimu. Nikaona wanawake wawili wamekuja. So nikaambia kule tunaenda lazima ukibebe mchupa ya pombe. Alafu lazima ukuwe na girlfriend. Si bibi yako, ukuwe na ni bishop. Jana niambia aje. Nikasense nikamwambia hii maneno ni aje. Sasa ule msichana tunaenda kufanya na nini na yeye na simujui. Nikasikia siuacha nikubali tu niite girlfriend yangu akuje. Kuna sasa in mind I click I have a company for private investigations. So I called one of my staffs. Nikamwambia kuja. Na tukiingia huko you are my girlfriend. Tukaenda nikamwambia beba kamera. Secret camera. Hapa kuna maneno. Na akabeba tukaingia. Sasa tukakuta senior bishops. Watu wa Mungu. Mambuzi zimechijwa. Na kila mtu wa Mungu ako na kamutu hapa. Na si kamutu tu ati kamutu ati kuna sasa mimi nilibebeshwa mtu kwa sababu mtu wa different kwa sababu sikuwa ndani. Lakini nilipofika ndani ndio nilikuta si mtu wa mtu huyu anafaa kuwa na wewe, ni mtu mwanaume kama wewe ni mwanaume. Na bishop mmoja akakuja akanishika akaanza walikaa kwanza wakanikubalisha nikaekwa nje nikaongelelewa ndio nikubalishwe niingie. Sasa demu yangu nikamwambia sasa hapa maneno ndio hii. Sasa wewe ukubali anything wanakuambia until the last minute ile ya action nitakwambia how to act. Mimi ni commander. I'm a trained commando. Bwana Yesu asifiwe sana. By profession I was trained in Israel. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua hawa tunashika. Sasa kibasta kimoja kibishop kimoja wakati nilikubalishwa kumbe hata alikuwa anaargue sana nikubalishwe kwa sababu alikuwa ananiangalia hivi anaona naona chakula. Alinipigania mpaka niingie kwa sababu aliona girlfriend. Kama ningekuwa girlfriend ama ningekuwa boyfriend whatever it is. Na ni bishop mkubwa. Simu yako wako wa Kikuyu, simu yako wako hapo. Najua. Is one of the bishops mmevisit hapa Nairobi. Sasa alinishika mkono, akanishika kaniekelea mkono, unajua nimekupigania sana. Watu walikuwa wanasema usikie. Walikuwa nakuogopa lakini nimepigana na mimi nikasema wewe hatutatembea na wewe. Wewe ni wetu ile korongo nawe. Kanianza sasa hiyo kaniguza hapa matako hivi. Nikasigi na msichana nikamwambia sasa action. Anza kuchukua copy. Kanikuwa tena ameniguza tena hapa hivi. Tukaanza akanishika sasa. Sasa akakuja, hebu kuja. Sasa alikuwa amenishika tutembee hapa hivi kama mwanaume na mwanamke. Tembea tuache kutoa viatu. Sasa alikuwa amenishika hivi sasa ananifanya nini?
Tunaenda tukiongea fanya nini? Alafu tulifika mahali. Akageuka, akanishika. Sasa akaniangalia macho kama macho. Nikajua sasa mimi hapa nimekuwa chakula. Akanipeleka. Sasa kuna kakitu alichota. Na kwa sababu alinishika, kuna mwenzake hapo, nikaona kuna kitu kinawekwa. Kapombe tu kalipo kwa glasi. Sasa akiniletea nikunywe because now alikuwa amejua nimeiva. Sasa nikimeza kisha mimi. Alipoleta hivi nikaishika na mkono. Nilimnyandua ngumi ya kichwa. Nikamuuliza, what is this? Utaikunywa wewe. Siku hiyo nilikuwa nimebeba kamoto kangu, nikachomoa, nikamwambia unakunywa hii wewe mwenyewe. Sasa sisi tuko na hapa nje kwa corridor. Nikamwekelea hapa, kunywa. Nikampigisha magoti, nikamwambia what do you do? What's the business here? Akaniambia sisi ni chama ya LGBT. Na hasa wewe ukiingia kwa hii group tutakuwa na pesa mingi. Na kwa sababu tunajua influence yako ni kubwa, utaleta watu wengi. Na ni bishop. Bwana Yesu asifiwe sana. So na wewe nikichunguza simu yako saa hii, haki ya Mungu kwa hapo, ni mmoja wa mabishop umeenda kwake. So it is very important hata mimi, before you come to me, before you come and sit under me, before you listen to my words, get to understand who I am in the spiritual realm. Get to know who is this person. Don't rush. Ati kwa sababu ameonekana kwa social media, kwa sababu ameonekana, kwa sababu amefanya, wako wanaenda hapa Westlands. Nitaleta huyo mama one of this day mwenye alienda na mimi ndio nilimsaidia kutoka. Hapa wanapatiwa mermaid, wanalala nayo, alafu unapeleka handkerchief na towel na kamkeka. Kale utakuwa ukiweka kwa madhabahu. Una pesa zote zile umechukua kwa washirika, wanakuitisha, wanakupatia pesa zingine. Hapa Westland. Hiyo inakuja next week, ni expose. Mtaiona kwa media. Nimeweka undercover huko, wamemulika yote. Sasa mtaona, hiyo maswali mnaniulizaga tuambie ni nani. Sasa mtajionea, mimi sitasema. Na nitaiweka kwa mtandao ya mtu mwingine. Hallelujah. So that you understand. These are the same days zilikuwa wakati wa Sodom na Gomora. Yule shetani alikuwa kuigoteza Sodom na Gomora. Is the same shetani. Ako sasa. Na sasa ako active. Mimi nilikuwa tumeenda hapa Thika juzi Saturday kuvuja madhabahu. Ile maneno nimeona kutoka Friday mpaka Saturday. Kama hivyo ndivyo mnaonaka. I'm telling you it is tough. I wish ungekuwa ujione. Kutoka Thika nilikutana na wanaume wakanisunguka, wakaniambia hiyo madhabahu unafikiria unaenda kufanya, hakuna hiyo kiwaja, hamutaingia. Tumeweka fence, hautaingia. Yaani kwenda kushika huyo mtu uvuze, unashika hewa. Ni mtu unakuona ni mtu, lakini unaenda kushika unashika hewa. Walirudi wakanichekelea, wakaenda wakaniambia unafikiria huko ni kwa Mungiki? Wakaenda. Kutoka hapo nikatoka sasa huko nikakuja hapa, nikalala hapa almost 2 hours nikiomba. Kwenda nyumbani kwangu nilikuta gari ngapi? 4 nje ya compound. Nje tu kwa gate pale nje. 4. Uzuri gari yangu niliwacha hapa. Nikabia hawa, hii gari wacha ifanya nini? Ilale hapa mpaka kesho. Sisikii kuendesha gari. Mimi dhamiri yangu inakuwaga top. Nikatoka nikachukua Uber. Kufika mahali pali karibu na kasi, utawaambia ni wapi. Karibu na kaa, Mungu aliniambia shuka. It was about 5 kilometers to home. Nikasikia sauti inaniambia shuka sasa. Nikashuka. Kushuka tu nilipata kamutu, si kamutu ni mtu. Mtu wa motorbike. Anaitwa Mato. Nikamuuliza Mato, ni nini unafanya hapa? Akaniambia hata mimi sijielewi ni nini nimekaa hapa. Sijielewi kabisa. Nimekaa, sibebi watu, nimekaa tu hivyo. Na sijui ni nini nimeshika hapa. Nikamwambia twende basi. Akaniambia kwani wewe ndio ulikuwa umenifunga? Lakini najua tunakuogopanga sana. Sasa nikamwambia twende. Tulipoenda karibu na nyumbani, Mungu akaniambia kwa mto fulani ni chuka, tembea mguu. Nilipotembea mguu sasa kwangu ni pale unaona ni mahali flat. Nikaona gari ziko nje. Sababu mimi najua ujanja na venye ile maisha kule nimetoka, nikajua kule si safe. Nikazunguka na nyuma mbali sana. Nikarukia kwa nyuma ya ukuta.
Kuruka kwa nyuma ya ukuta, nikaingia nyumbani, nikafungua nyumba yangu, nikalala. Nikaenda kwa nyumba yangu iko juu kuchungulia. Wao watu walikaa mpaka saa 9 usiku. Na ni kama walikuwa natoka wanachungulia, kwa sababu fezi yangu haiendi juu sana. Wanachungulia, wanaenda. Wanachungulia, wanaenda. Na hizo gari mbili zilikuwa hizi nne, zilikuwa hizi Vox, ni Vox? Noah. Zilikuwa either ni Noah ama ni Vox, zilikuwa hizo. Na mbili ya hizo zilikuwa nyeupe, zilikuwa na kikitu kia black, kimaua kile kinawekangwa kwa hapa kwa body kia black hivi. Na hiyo gari nilionanga Thika Stadium. Sikuangalia namba, lakini niliona Thika Stadium. So I'm telling you, I'm trying to prepare your mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue the challenges I faced, so that you know the challenges you've been facing, whether it is a reality. Now when nikaruka, nikaingia kwa nyumba, nikakaa ndani ya nyumba, nikachungulia. Walikaa mpaka kitu saa 9:30 wakaenda. Because they were waiting, they knew my car has, hiyo gari nilikuwa nayo Thika. Sasa walikuwa sure I'm coming, hiyo ndio gari niko nayo. So they waited for the car. Niko kwa nyumba, nimeingia. Wakakaa, wakachoka, wakaenda. Maybe waliambiwa gari iko kanisani, wakakuja labda hapa sijui. But nilipoenda, wali change hiyo tact. Saa 11 ninaamkanga saa 11 kuomba maombi. Saa 9, saa 6, saa 9, saa 11. Saa 11 kuamka, ara muikalia, kufungua kumnua hivi, nilikuta this body kutoka hapa nimekufa. It was dead. I struggled with my body for 2.5 hours. Nikiwa nimekufa. Nikasikia sauti, the phone voice kila. Sasa aenda Thika tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. I struggled mpaka nikawin hiyo battle. Nikakuja hapa, nilifika saa 3, which was unlike of me. Mimi nakujanga kanisa 6:20, 6:30 hapa. But nilifika Sunday about 9. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a battle. This is what? It is a battle. They didn't want me. All that God had told me, uende ufike kwa anja hiyo, utoe tu matamshi, stop. Ukitoa tu, stop. Anoint the ground, ambia watu wachukue mchanga, inua. I will change the whole of Central Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. When I did that, I succeeded. Nimepatiwa mandate ingine. Hallelujah. Nimepatiwa mandate ingine. Mwambie mandate ingine imetoka. Hallelujah. Na tumepanda promotion. Hallelujah. So that is the essence of understanding the word of God. Kama singekuwa na word of God, ni understand, ninge give up. It was so fierce, so strong, so scary. You are alone in the house, nobody to help you, and umekufa. Angalia huyu venye ananiangalia. Sasa na imagine venye nilikuwa nimekufa, venye nilikuwa na struggle mpaka nimenihurumia. It is a battle. Ukisikia kuna madhabahu imekukamata, it is not walk in the park. Because whoever brought those madhabahus, madhabahu iko na wenyewe. Ile madhabahu tulikuwa tunabomoa huko ni ya Freemasons. Na hawa wazee wanaitwa watadai. Na hawa wengine wanaitwa maina wa magoto. Hao ndio wameshika Central. Thika is the gateway. Because you may ask me, why did you go to Thika? It is the gateway to Central Kenya. Hiyo ndio mlango ya kuingia Central. Ndio mlango ya kuingia Murang'a. Ndio mlango ya kuingia Kirinyaga. Ndio mlango ya kuingia. Thika is the gate. Wote ukienda pande ya Garissa ndio gateway. Kule headquarter ya Freemason kule wamejenga ile nyumba yao sasa, ile ya wakubwa, ile kanisa kubwa. Iko mahali panaitwa Olodonyo Sabuku. So Thika ndio hiyo barabara. So the highest altar, hiyo kiwanja ya Thika Stadium, it was reserved by the Freemasons for their altars. Kuna roundabout kako hapo, ukienda saa hii utakuta kuna mawe imejengwa katikati. Ilijengwa, it's there for about 60 years. That is their pillar, the coordinate for their works. That's why Thika. And when nilifika huko, hiyo madhabahu ikaanguka. Mbinguni kasherekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why I'm telling you.
Madhabahu kuambiwa tuma shilingi 10,000 nikuvujie madhabahu. Abia yo mtu, wewe ni agent wa shetani. Mwambie wewe ni nini? Nobody is allowed to tell you what to give, because it is only God who knows what to give. It is only. Nilipofika hapo, kuna watu walikuwa wametuma tu pesa. Nilikuwa nakusanya na ziweka pamoja. And I had prepared my spiritual father. Nikamwambia kuna sacrifice nyarete because nimeenda Thika. Because I have to let him know. Hata nikikuja nimempigia. Stand with me, nimeingia service. That is why you need a spiritual father. The spiritual father is supposed to stand with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda safari, inform your spiritual father. Ukienda into start a business, inform your spiritual father, because he got a covering. Ukienda marriage, involve a spiritual father, because there is a covering, a fatherly covering. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwanza nimeanzisha kabiashara, no. You don't do these things the way you want to do. These things are controlled. This world imecontroliwa na two powers, two altars, the godly altar and demonic altar. If you are not in godly altar, you are in the demonic altar. So you need, if you are in godly, you need to consult. You need to have a father that can cover you. Because whatever umeingia, hakuna space free imewachwa hapa duniani. There is no free space. Kama ni biashara, there is no free space for your business. Umekuja kudisplace. Umekuja kutoa huyu mama na mwambia wewe soka na wewe soka. Sogeni, soka. Wewe leta kiti yako hapa. Soka kabisa. Wewe leta kiti yako hapa. Leta haraka. Wasirudi. Wewe ikuja hapa. Kaa hapo. Umeona? Wamepunguka? Kuna mtu amepunguka, lakini wameongezeka. Kwa hivyo space ilikuwa. Nani walikuwa wameshika? Walikuwa wameshika space na huyu, lakini kuna space ilikuwa hapo. Hiyo ndio life tunakaa. You have to displace. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven does what? And is taken by what? By force. Because this a territory occupied, a territory captured. In the book of Deuteronomy 7, somebody to read for me. Deuteronomy 7. Let's start from verse 1. Do you have a mic? Twende line by line. Usisome kama mkolino. Twende line by line. Deuteronomy 7, verse number 1. When the Lord thy God shall bring thee into the land which... Yako ni adhi. Hapana, tusomee Bible ambayo si adhi. Hawajua adhi na vi na adhi. Is the best Bible. Hii ni kitabu simple. Lakini ndio understand. Hawa kiasi kumia adhi. Kama yule ajui adhi ni nini. Soma haraka, ndio hiyo. Soma tu ni Bible. When the Lord your God bring you into the land you are about to enter. That is the language I wanted you to. When the Lord your God brings you to the land that you are going to occupy. So who brings you? Ni kiherehere yako? Who brings you? It is the Lord. Si hiyo kiherehere mnakuaga nayo. Nimeenda Migori naenda kuanzisha biashara. No. It is the Lord your God who will bring you. Then what will happen? When the Lord your God brings you into the land you are about to enter and occupy. A land that you are about to enter. And do what? Occupy. So who has brought you? God. So who knows the land? God. Yes. Why is it? He will clear away many nations ahead of you. It is not your business to clear. He will clear many nations that are ahead of you, who are mightier than you. The Hittites, the Gigashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites.
These 7 nations are greater. And what? These 7 nations that are going to be displaced because of you. Kayu, kauman, kahaka, kamama haka. 7 nations that are going to be removed because of you are mightier than you. Uh-huh. These 7 nations are greater and more numerous than you. Yes. Uh-huh. When the Lord your God hands these nations over to you. When the Lord hands them to you. So it is not your battle. When the Lord hands them over to you. So where have you been involved? Hapa umehusishwa. Na kiherehere mnakuaga nayo ya nini? Hapo kuna mahali umehusishwa. Anakuambia kuna shamba lakini imekaliwa. Kwa hivyo lazima ang'oe hawa watu ndio upate hiyo shamba. Why? Because you sought the kingdom and its righteousness. And then he gave you over the rest. The rest is that what you want. The rest is that business that you want. The rest is that marriage that you want. The rest is that kind of ministry that you want. But first most, it is the kingdom and its righteousness. Don't avoid the righteousness. It is the kingdom and it is righteousness. Then what will happen? And you conquer them. Once he hands them over to you, amekushikia, amekuletea, that is the time to strike. He tells you, conquer them, destroy them. You shall utterly destroy them. Because now, wako mikononi mwako. But sasa unaenda unasema, katika jina la Yesu, ninabomoa madhabahu ya maguka. Katika jina la Yesu, ninabomoa madhabahu ya marriage. Katika jina la Yesu. Sasa, wewe umekuta marriage yako imeuguka, umekuta shosho yako, walikuwa wameolewa wakiwa 20. Na hapo beleni ule gukali kwako alikuwa na wanawake 40. Sasa unakuja katika jina la Yesu, ninabomoa. Unabomoa nini? Unaelewa? Unaelewa nini ni unabomoa? Katika jina la Yesu. Mpaka Yesu anakaa huko mbinguni, I think na anapenda kwenda kukaa na Yesu kubiri. Nione venye anachekaga ama venye anastukaga. Sasa amefanyishwa kazi ngumu. Because you need to study yourself. You need to understand your genealogy. Ujue gukaa na gukaa na gukaa walikuwa na wanawake wangapi, ndio ufikirie sasa wewe na katika hiyo jina ya Yesu yako ndio wewe utatoboa na mwanamke kama bibi. Na hiyo mjamaa ametoka kwenye ukoo ambao wanawaka less ni mwanamke 7. Na si ya miaka 10, si ya miaka 20, ni kitu unapambana ya 300 years ago. Katika jina la Yesu na umekuja hapa mkono tupu. Hauna hata sacrifice. Hauna kitu ya kuweka mbele ya Mungu. At least ikutetee. Soma kidogo hapo chini. You must completely destroy them. Yes. Sasa fungua 28. Ndio tuelewe. You must completely destroy them. But this can be done if only you obey God. This can be done if you obey God. God will speak to you. God will give you a revelation of what to do. God will give you a direction of your life. You'll be able to conquer. You'll be able to make it. 28 verse 1. If you obey the Lord your God. If you obey the Lord your God. And carefully keep his commands. Not only keep the commands, but being careful to keep the commands. Carefully. And that I am giving you today. Today, whatever that you are being given today. The Lord your God will set you high above all the nations. The Lord your God will set you high above anybody else. Meaning, you will have conquered. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, go ahead. You will experience all these blessings if you obey the For, Lord your for God. the sake of your obedience, this is what will come to you. For the sake of what? Of your obedience and being diligent and being careful to observe what God has said about you. This is what will happen. Your towns and your fields will be blessed. Your towns and your fields, mashamba yenu, miji zenu, in the territories will be blessed. You will receive the blessings of God because of obedience.
Being obedient, it is to wait for God to do the action. He told Abraham, get out of your father's place. Then go and till to such a place where I will bless you. Abraham was not told where he's going. Aliambiwa kuambia bibi, ambia mang'ombe zako na makondo zako, muondoke muende. And they started moving faithfully without knowing. Let's imagine, umeolewa, si ndio? Sasa kimuzee yako kikuja kikwambia leo unaitwa die. Wapi? Si swali moja ni wapi? Ng'ombe zimejaa, mbuzi zimejaa, kondoo zimejaa na makuku zimejaa, kimuzee kimeingia kwa jumba. We, nina haja hili. Mungu ameniambia tuende. Utamuuliza aje? Wapi? Anakwambia mimi sijui. Sasa wewe mzee, una kichwa mzuri. How wewe ungera atamutumia atamutumia tume tutuji ko. So this man obeyed diligently, faithfully, and followed God. And that is the result of him being blessed. And he says he was taken until such a time he was asked by God, give me your son as a sacrifice. Again this man obeyed until when this son asked the father, I can see the knife, I can see kuni, I can see you are here, but my question is, where is the goat? Then the father answered what? God will provide. That is the only word you need in your mouth. That God will provide. And because of what he said, God will provide, he provided. When he was about to cut the throat of this young man, he was provided by what? And that is the reason Abraham since then was called the father of nations. Because of the intention of serving God. Of that desire. God does not look at what you are going to give. He looks at the desire to give. The intention. You don't need to be here. You can even be at home. But when you have the desire, the intention, the correct mind with God, God will just open the door even before you start the move. That is why Abraham today. And the genealogy of Jesus is associated with Abraham. Fungua Matthew 1. It is associated with Abraham. The genealogy, the basis of the coming is under the umbrella of this great man, Abraham. Matthew 1. From 1. This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah. This is the record of ancestors of Jesus the Messiah. A descendant of David and of Abraham. A descendant of David and of who? It is the genealogy. And that is where I'm taking you to now. You need to understand what is your genealogy. Where is your origin? Where did you come as a family? Where do you come? What kind of a family have you come from? What kind of your father was? What kind of your guka was? What kind of your shosho was? What kind of a family tree that you have? Because most of us, in a family, if family yakina Jesus, is a family that had two things that emerged in their family. Premature death and immorality. That is what happened in the family of Judah. All the way until Jesus. Hata Yesu mwenyewe, mama alimkuta kwa mto. Na huyo mama akienda huko si alikuwa ameona hadisam? Yes, that woman. Alikuwa ameona Torah the hadisam. Na alikuwa ameteka Yesu hapo. Alikuwa anajua hiki kimutu nitakishika. Wacha hivyo kinasema ni kia Mungu, nitakishika. Akifika huko Yesu akamwambia wewe ni prostitute. Na huko ukauliza uko na wangapi? Akasema niko na 5. Yesu akamwambia hapana, kuna mwingine hujataja. And Jesus carried him to go and kill the spirit of immorality in the clan of Judah.
Angalia David. David was a man of God, a man after the heart of God. But he alifanya fornication. Kumbuka when he was getting married to this daughter of who? The first marriage. Ilikuwa to the daughter of who? Eh? Saul. Aliitishwa nini? Huyo mwanamke aliambia Daudi ndiye amuoe. Niletee nini? Wangapi wanajua? Aliitisha sehemu nyeti 100 za wanaume. Sehemu ngapi? Nyeti. Sasa iambie huyo jamaa na alifaulu kwa sababu zililetwa na akaoa mwanamke. So what kind of a spirit is that? That you can destroy 100 men for you to live. That is spirit of immorality. So how imetolewa sehemu nyeti, that foundation? Imetolewa nini? Sehemu nyeti, that as a sacrifice. What will you do to counter that? What can you do to counter that? Angalia mtoto yake Solomon. Ameoa wangapi? Because they are under the influence of the spirit of immorality. And the father gave out private parts 100. Zikaekelewa kwa bakuli hivi zikaletewa. Msichana akasema nimekubali. Sasa niambie na Bwana nakemea katika jina la Yesu. Nakemea. Uone kama utaweza. Unaambia uwekelee sadaka ya kubomoa, sacrifice ya kubomoa. It is only God who knows. Hizi sehemu nyeti value yake ni pesa ngapi? Sasa ndiye atakwambia peleka TV ile yako iko na value ya hiyo sehemu nyeti. Ama chukua hiyo kitanda yako unapenda sana. Sio lazima pesa. Hata kuku unaweza kulete hapa na ikufungue. Mayai unaweza chukua kwa nyumba, uwekelee kwa madhabahu na ikufungue. Kijiko ile unakulaga nayo. Can be able. If only is an instruction from God, not from a pastor. Mimi utakuja kwa sababu unapenda kudanganywa. Munapenda nini? Kwa sababu ile swali mkinipigia simu, nike modo kaganakio. Mtu anakujaga na nini? That is the question mnaniuliza. Mimi sina hiyo biashara. I want you, before you come, pray first. Ask God, am I going to the right man? Have you ordained him for what I'm going for? Is he carrying what I need? Bwana Yesu asifiwe sana. Then from there God will give you direction. He will tell you, beba. Wakati Gideon alikwenda kuvunja madhabahu ya baba yake, but the father was the cause of the problem. But they didn't know until you read chapter number 6 of Judges. Chapter number 6 of Judges. Until you read it, that is when the first verse says, and the children of Israel did that which is evil in the eyes of God. And God, because he was so annoyed with him, he handed them over to the hands of who? The Midianites. Aliwapokeza kwa mikono ya Wamidiani. Now Wamidiani, and the hand of the Midians prevailed over the children of Israel. And these Midiani walikuwa nani? Wamidiani, they only came ani the children of Israel wakipanda, wakilima, wakati wa kwenda kuvuna. That is when the Midians walikuwa natokelezea. Could you be facing such a situation? Unafanya biashara, unafanya kazi, unafanya vizuri sana, but the day of trying to eat inasimama. Because some things that you are going through, it is not the devil that have ordained them to come. God have sanctioned you. Because the children of Israel did evil in the sight of God. And God handed them over to the hands of the Midian. Lakini sasa wewe ni pepo unajua? Mateso hilo napitia nasema pepo nakemea kwa jina la Yesu. Unaenda Katoloni? Nothing. Unaenda Heaven's Gate? Nothing. Unaenda wapi? Nothing. Unarudi? Nothing. Sasa mumetorokea nyinyi yote kwa YouTube. Mnatafuta mchungaji mwenye anaongea ile kitu unasikia. Huyo ndio yako na jawabu yangu. Sasa niko na jawabu yako na wewe mwenyewe ni mang'aa. You're a criminal. Umezunguka mapasta wote, umezunguka ma Heaven's Gate zote, umezunguka kila mahali. You don't want to sit down to study, to know what is happening. Had the children of Israel, kama wangekuwa wamesoma verse 1 of chapter 6, hawangehangaika. Maana malaika alipotokelezea nani? Gideon aliuliza huyu malaika, huyu Mungu tunaabiago alienda wapi? Where is this God?
Where is this God? Mwenye alitutoa kwa utumwa, mwenye alitoa wana wa Israeli from slavery, mwenye alifanya. He had the chronicles of the story. He had the story that he happened. Waliabiagwa. Mungu alikuja Egypt akatutoa. Mungu alikuwa anaambia Musa afanye, anafanya. Sasa Gideon alikuwa anauliza, where is this God? Most of you are asking, where God? Where are you? Why this? You are here because of that question. Kwa sababu amekataa kuwajibu, nafikiria watu wengi atawajibu. Kama Mungu amekataa kukujibu, mimi ni nani nikujibu? Who am I? Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwanza niambie mnaulizana na Mungu nini? Kwa sababu kuna kitu mnaulizana. Gideon aliuliza hiyo swali, alikuwa anamuuliza malaika. Hakati alijua ni malaika, alimwambia kama wewe ni Mungu, basi kaa hapa nikimbie. Alikimbia nyumbani akachinja mbuzi na akatengeneza mkate usio wa kuchachwa, akalete. Bwana Yesu sana. Akaletea malaika. Kisha huyu malaika akaunyoshia, akamwambia wekelea kwenye jiwe. Alipowekelea kwenye jiwe, akanyosha mtu wake, moto ukawaka, ukakula ile nyama yote na huo mkate ukaisha. Dhabihu yake ikakubalika. Hiyo ndio mwanzo wa kuanza kuvunja madhabahu. Kutoka hapo, hiyo jambo alijua, akasense this is a man of God. Akakimbia, akalete sadaka kwa sababu ya that man of God. Na wakafanya sadaka, ni sacrifice ya kwanza, akateketeza ile nyama, ikachomeka, ikaisha. From there malaika alipotea, disappears. In verse number 10, 12, 13 hapo, he disappears, then God enters. Because now they have been acceptable. Gideon amekubalika. Naye akaambiwa, you shall win this battle as a man. Remember, Gideon had prepared 32,000 men. He had prepared 32,000 men to go to battle. But God is telling him, you shall win this battle as a man. Then he asked this, me, I am the least in my family. Our clan is the least. Do you see? And he said, we cannot be able to make it. Then God called him, you man of valor. You are going to win this battle not as a community, but as a man. Kumbe kule mbinguni you are known as a man of valor, but here hapa duniani unajidharau. Most of you are dead here, but in heaven you are known. You are great men and women of God. But here, anakulia kuwale kajali ogeteine na sasa hiyo umelala njaa na umekufa moyo kabisa na you don't have anything, but God knows you as a man of valor, a man that is a hero, a man who is a warrior. That is what you are known. But duniani weza umejidharau kwa sababu umesukumwa na madhabahu, umesukumwa na shida, umesukumwa, umebekwa kwa kakona. But when you look at yourself, you see you are just about to die. Some of you have tried to commit suicide because they have lost it, only to come and be told you are a prophetess and you are a prophet of God. But because you didn't have time to study, you didn't have time to sit down and be taught the word of God, that is why you are behaving like a robot. Gideon was told by God, get into your father, ingia kwa zizi ya baba yako, chukua ndume wawili wa miaka 7. That is all that was needed. So it is God who gave instruction what is supposed to be slaughtered. Then akamwambia uende kwa madhabahu ya baba yako, uende ubomoe, uchukue ndume mmoja, kabla ya kubomoa uchinje, kisha ubomoe. Na hizo miti zote zilikuwa zimebenga madhabahu hiyo ya baba yako, uichome na uchome huyo ng'ombe wa kwanza. Alifanya hivyo. Kisha alipofanya hivyo akaambiwa nijengee madhabahu kwa mutaratara, kwa mpangilio. Akapanga na kisha uchinje, ukijenga madhabahu nyingine uchinje ng'ombe wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchinje nini? Ng'ombe wa pili. Na ndivyo alifanya. Na wakati alifanya hivyo, what happened? Wale wazee walinikuta wadhika, ndio hao wakatokelezea. Wakaambia baba, tunajua ni mtoto yako amefanya hii, tuletee tuue. Naye baba, kwa sababu yeye peke yake ndiye alikuwa anajua hii hapa kunaga Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I'm asking you, be intelligent, understand that man of God you are going to. Hata kwangu kikuja hapa, ask God, is this man from you?
Because baba ya Gideon, Joas, ndio peke yake alikuwa anajua, na hawa wazee ndio walikuwa anajua huko hakunaga madhabahu ya Mungu. Hawa watoto wote wamezaliwa wakienda kwa hiyo madhabahu ya Joas wakifikiria ni Mungu, lakini hawa wazee ndio wanajuaga hapa hakukuwagi na Mungu. Mzee aliambia hawa wazee, kama hapa hii madhabahu ni ya Mungu itajipigania. Wewe acheni kisirani, mnataka kumaliza mtoto wangu na mnajua tuombagi Mungu. Bwana Yesu. So the madhabahu ya baba yako, nenda uichunguze. Madhabahu ya mama yako, ametoa mimba ngapi? Ameenda kwa waganga wangapi? Ameiba nini? Ni vitu gani alifanya? Shosho yako alikuwa kwa maumau, aliua watu wangapi? Alikulisha watu viapo ngapi? Alikuwa home guard, wale walikuwa napigana na maumau, waliua watu wangapi? For you to be able to stand, for you to be able kumaliza hizo shida. Uliza, enda kwa nyanya yako. Kama alikuwa maumau, alihusika kwa kiapo. Hiyo kiapo mpaka sasa imemfunga. Kiapo ya maumau, alikula kiapo ukiwa hapa kwa hii mudhilimu yako. Kwa hivyo hata wewe ulikula kiapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you understand that, then you will be able to set yourself free. Wakati Mungu alikuja akamtokelezea Gideoni, alimwambia shida si wa Midiani. Wamidiani are my secret army. There are problems, there are diseases you have, there are challenges that are in you now, and that is a secret army of the Lord. Wewe unang'ang'ana tu na shetani. Na shetani hayuko. Mpaka shetani naenda huko anauliza Mungu, "Tugeganilie, usinikatalie." Ende ukaambia hawa watu wako wananisumbua sana. Bwana Yesu. There are people who are suffering. We've been praying for 20 years. Umeomba, hakuna mahali hujaenda. Umeenda Nigeria, umenunua maji ya TB Joshua, ikakuja ikakuwa draw. Ukaenda kwa Kande, ukanunua maji ya Kakande, draw. Umeingia hapa kwa Ezekiel, maji ya Ezekiel, draw. Umekuja kwa Ng'ang'a, Mbepo, draw. Umekuja wapi? Kila kitu draw, nothing. Sasa huko kwa Waroige. Jichunguze whether you are ile vita unapigana ni vita za kimungu, because kuna vita za kiungu na vita za shetani. Could you be calling yourself a demon? Kwa sababu kama ni Mungu amerelease wa Midiani kwako na unakemea wa Midiani, nasema pepo ishidwe, na wa Midiani wamekuja kukunyorosa kwa sababu yeye ndio pepo, mpaka urudi kwa Mungu, because the children of Israel did that which was evil in the eyes of God. So God alikasirishwa na wana wa Israeli. Kwa hivyo madevo ni nani? Hapo madevo ni nani? Hapo madevo ni nani? Kwani naongea na nani? Hapo madevo ni nani? The children of Israel. Because they're the one walikosea Mungu. Kwa hivyo wakati walienda kuomba, wanakemea mapepo. Pepo kufa, pepo. Walikuwa wanakemea nani? Wenyewe. Sasa unajireinforce kuwa pepo na unajishinda, unashinda. Unakuta ulitoka katoroni, ukakutana na vita imekugoja kwa mlango. Kwa sababu you reinforced yourself to be a demon, and you castigated yourself, you destroyed yourself, you killed yourself. Pepo nakemea, ninayangamiza pepo, ninakarekota, ninakata, biashara za mapepo ninakata, biashara za makisa na watoto wao ninawavuruga. Sasa umeua watoto wako kwa sababu wewe ni pepo, umezaa watoto mapepo. Kikuta nyumbani, kuifika tu hivi nyumbani, unakutana na ambulance imekuja kuchukua mtoto. Nani ameroga mtoto? Tuongee. Nani ameroga mtoto? Ni wewe. Nakuja kutabia ati anointing. Nilisikia kulikuwa na uwepo. Nilipofika huko, nilisikia uwepo wa Mungu. Uwepo ilikuwa wapi? Na uwepo ni wewe, ulikuwa na nyorosha. You have killed your ministries. Kwa sababu ulikemea kazi, ulikemea biashara na malaika na maajenti wa mapepo. Wewe ndio ajenti na kazi yako umevungua na mapepo. Hiyo kazi yako ni ya mapepo, umetoka katoroni. Ukikuja radio ndio hiyo na kuvuli, mlango inawekwa kuvuli. Na siku 7 ya kutokula. Siku 7 ya kutokula, umetoka huko na njaa. Nyumba imewekwa kuvuli. Sasa hata kwa kufungulia hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. But who did the job? Yourself. Because of failure for you to understand. Unang'ang'ana na nini? Because all of us, maybe you are operating. Myself, I'm a grandchild of Waroinge, the founder of Mau Mau. The founder of the oath of Mau Mau. Mau Mau
was founded by 7 cousins. Madhenge, Itotia, Kimathi, Waroinge na Baimunge na kwengine hapo. All of them walikuwa first cousins. Bwana Yesu asifiwe sana. All of them, they were first cousins. Many years later, 1989, the grandchild, who is me, named after him, I founded Mungiki. With me was Maina Jenga. With me was Waithaka. With me was Kamunya. With me was Kamau. With me was Ndongo. And all of us, we were first cousins. And we were 7. What my grandfather did, I did it in 1988. He started when he was a young man. I started when I was a young boy. And I am the one who coined the oath of Mungiki. It is my grandfather who coined the oath of Mau Mau. You see? So, nimekuja hapa kukemea ile kitu imenishika. Hey, mapepo nakemea. Ninaharibu nguzo. But who is in me? Who is in me? It is that old man. This old man, hiyo ni kitu guka yake nilienda kuinvestigate. Ndiyo alikuwa nayo. Guka alikuwa nayo. Nimeenda nimeifanya uchunguzi nimepata it was 400 years old. That thing. So kuja hapa uniambie tuanze kukemea. Tushikane mikono tubomoe madhabahu ya familia. Tunakemea madhabahu. Oh Lord, Jesus Christ, we bless your name. Inasimamanga pale inakuangalia zinatoka zinaenda. Until I was able to understand myself, ndio nikajua it is not the people I am thinking. Ndio nilienda kwa my bishop Harrison Nganga. Is a man I love. Ndio aliniambia kaa chini wacha kiherehere. Tukaanza the family tree. Tukakuta madhabahu za kifamily tree. Venye zilijipanga. Mimi nilifungwa Kamete. Mara yangu ya kwanza kupelekwa Kamete. Niliigizwa block D, room number 38. Wakati kamiti ilijengwa ikiwa mpya, mama yangu alikuwa Mau Mau. Wakati walishikwa wakiwa na wake 7 Ngena na mabibi ya Kimathi na wengine. Walishikwa wakiwa na wake 7. Walifungiwa block D, room number 38. Mama yangu alishikwa na bunduki, mimi nilikuwa natafuta kwa sababu ya bunduki. Na sasa hapa nianze kungangana, mama yangu aanze kunikemea eti kwa sababu mtoto wangu amekuwa mkora, mtoto wangu amekuwa mbaya, lakini ni nani? Ni spirit ya nani na upaleti kwangu? Ni ya mama yangu. Sasa angalia mtoto yako. Kama unaona vituko zile mtoto wako anafanya, first of all investigate yourself. Nataka nini? Joto imeshidi. Mapepo imeanza kutoka. Umeona? Before you start kupeleka kwa mtoto wako kwa pastor, akaobewe, akakemewe, chunguza kama wewe ndio pepo. Chunguza kama huyo mtoto ni wewe. Ni wewe umeanza kuchipuka. Then unaenda unakemeesha mtoto yako kwa pastor. Kube hiyo mapepo yote ni wewe. Sasa mtoto yako atapigwa magumi na nganga na masirapu na nganga na pepo limesimama tu hapa linachungulia. Fanyeni kazi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. The challenges we are facing with our children is our assault. Ni sisi. Baba yangu alikuwa Mau Mau, uka yangu alikuwa Mau Mau, mami yangu alikuwa Mau Mau. What is the product that will come out of that? So mama yangu ameenda kwa maombi, niwaambia mtoto wangu, ai mapepo imemshika ya Mogeke itoke. No. Alienda, hakuna mahali hata hakuenda. Hakuna mahali hakuenda. He went all over. He went all over. And he went and did everything. He did everything. My father did. My mother did. But they never succeeded a single day. And the more they went, the more nilishikwa. Kwa sababu wao ndio mapepo. Lakini wanaenda kuombea lipepo lingine liko nje. Lakini origination ya lipepo lile likubwa ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Gideoni angejua baba yake ndio shida, wangemkalisha tu kwa nyumba wamwambie fafa, bomoa hii kitu. Tuache huru. Kwa sababu madhabahu inakutesa saizi ni ya baba yako. Madhabahu inakutesa saizi ni ya mama yako. Madhabahu inakutesa saizi ni ya shosho. Na ni wewe umejipeleka. Kama kwenu kulikuwa kuna ugaga, unajikutaga wewe. Utajikuta kwenye hiyo karaini ya kwenda kutafuta wagaga.
Ndio wengi hapa naona wameenda kwa Maina Magoto. Wengine wananiambia wametayarishwa. Wengine wameambia wametolewa kafara. Wengine wamepatiwa vibuyu. Because kuna kambegu kamekuja. There is something that is happening. Kuna mbegu niambari. That is why you will always find yourself in that problem. So it is good to start, before you start doing these things, study. Angalia pattern. Kama ni marriage, angalia pattern. Kama hiyo boma kule, baba yule gukawa kwanza alikuwa na 30 wives. Don't expect your son kukuwa na bibi mmoja. Atakaa kwa sababu ni doa, anaitaka kanisa, lakini mpango ni mingi, mpango ya kada ni mingi. Mimi mwenyewe, my grandfather alikuwa na wanawake 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo nikiwa kwa Mungike nimezaa na wanawake 17. So nimeoa wanawake 17. Ila sikuwa na wao kwangu, nikuwabeba. Ila kitu nilirudi kwao, nikaenda nikawabembeleza, nikaongea na mabwana zao, nikamwambia please I beg you, nipatie mtoto nikalee. Nikawaleta wangu 17 of them. Nikawaleta, nikawasomesha. Sasa hizi ni madaktari na maprofesa, wamesoma vizuri. Because my children are not a mistake. It is me who was a mistake. And this mistake did not start from me. It started from somebody else. So kabla hujaanza kukemea huyo bwana yako kwa sababu ya usherati, uchugusa yeye kwao. Chugusa yeye. Mwadhuri wa kwamba ni usherati tu akia mama yangu inaanguka ni usherati. No. Chugusa. Do a clinical search. Mchuguse huyu mzee. What could be the problem? Chugusa. Don't condemn this man. I'm not advocating usherati ifanyike, lakini chugusa. What could be the reason? Kwa sababu chapati unampatia vizuri, chakula unampatia vizuri, nyumbani mko sawa kabisa, ha complain, hajasema you are not okay, lakini unasikia kesho na yule mtu unamkuta naye unajikompea na yeye, unashindwa. What was wrong with this man? Unaangalia venye kama huyu mwanamke yako hivi smart, unashindwa. Kile kimutu umemkuta ni kimaraya kiaba. Kimutu kichavu hata kinanuka, lakini ulimkuta hapo. What could be wrong? Na wewe umeoga vizuri na umekaa vizuri. Na umepiga maperfume mzuri, unakaa mzuri, mama mzuri sana. Lakini unashinda, what happened? Ni nini kilifanyika? What went wrong? Those are the questions you ask. What could have transpired in this man that mpaka akafika kufanya hivi anafanya? Kuna watu hata akiandikwa kazi, hata ukimfanyia manager lazima ataiba. Unamwachia pesa zote, lakini lazima mkono itachomoa. What could be the problem? Bwana Yesu asifiwe sana. What could be the problem? So you need to understand. Vitoto vyako vyote vinavuta bangi. Vitoto vyako vyote vinafanya usherati. Vitoto vyako at the age of 19, at the age of 13, at the age of 9 years. Ask yourself, go and study. See, wewe ulianza mambo ya wanaume ukiwa na miaka gapi? Ndio uanze kupiga huyu mtoto. Check yourself whether you are the source of the problem. Because challenges you are facing with the kids, challenges you are facing with yourself, emanated from other people who are ahead of us. Or emanated because of the environment where you are. In the book of Ezekiel 16, somebody to read for us. Ezekiel 16. So you understand a territory can also be a sinful territory. Any territory that you are in, you need to understand this territory. What kind of a sin that is operating? A territorial sin. Kwa sababu unaweza kuwa unakemea mapepo ya kifamilia, kumbe ni territory. Kumbe ni wapi? Ni territory, maeneo. Tusomee mami. Umefungua? Mpatie microphone pale asome. Let's start from verse 1. Wakisha your mic. Then another message came to me from the Lord. Yes. Son of a man, confront Jerusalem. Confront Jerusalem. With her
detestable sins. With her detestable sins. In other versions, they say, confront Jerusalem with her abominations. Give her this message from the sovereign Lord. Uh-huh. You are nothing but a Canaanite. You are Nothing nativity. but a Canaanite. You are nothing but who? A Canaanite. A Canaanite. Simamia tu hapo. Your nativity and your origin, you are a Canaanite. Who is a Canaanite? Who was Canaan? Canaan was son of Ham, the man who saw the nakedness of his own father. And this man was cursed. But because he's one of the few people ambao waliingia kwenye the ark, the curse will not touch him. The curse was transferred to the son. So Jerusalem is birthed, is under the name of Canaan, a person who was cursed. So the name of Canaan, the name of Jerusalem or Jerusalem is built on the land of Canaan. Meaning the land is carrying who? Canaan, the cursed man. Then what happens? Your father was an Amorite. And your mother? And your mother was a Hittite. Who was an Amorite? Amorites are people who fought against God. Who fought against the men and women of God. The Hittites were witches, walikuwa wachawi na waganga, na walitumia majini na mapepo. Kwa hivyo your father coming from a generation that is rebellious to God. And your mother comes from a generation ambayo ni ya wachawi na waganga. Na kule umezaliwa, shamba yenu ile umezaliwa shamba ya Canaan, imeitanishwa na Canaan aliyelaaniwa. What is the product that you are in? Who are you? You are worse than hizo vitu zote, because you are a concoction of various challenges. And then on the day you were born, no one cared about you. Your umbilical cord was not cut. On the day you were born, nobody cared about you to tell you, hii shamba ambayo mmekalia ya gukaa alinyaganyana na aliua watu ndio akachukua hii shamba. Nobody told you. Nobody told you your grandfather hapa ndio alizika mizizi yake ya uganga. Nobody told you ati hii shamba ilipiganiwa na ikamwagika damu. That is ndio kwa maana wazee wa zamani waliipata. Hakuna mtu alikwambia hii shamba ilitokana na misingi ya kiuchawi. And to make the matter worse, your umbilical cord was not cut. Why do we cut umbilical cord? It is to disconnect you from the past. To disconnect you from other things that might be following you. Wakati umbilical cord inakatanishwa wewe na mama yako. So you become free. So nobody cared to let you know that the umbilical cord must be cut so that you can be free from any detachable sins of this land. So that is a territorial sin. A sin that is associated with your territory. So if you are under a cursed land, named under third person, kama sasa tuseme Mombasa, tuseme tuchukue wapi? Kwa Ruben, ama kwa Jenga. Who was Jenga? Jenga alikuwa muganga. Kati chini, thank you. Jenga alikuwa muganga. Na alichukua mashamba za wenyewe, plots za wenyewe, na akaita watu wakakuja wakajenga huko, na ikakuwa kijiji kinaitwa kwa Jenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And ukienda sasa huko, the spirit iliyoanzisha kwa Jenga bado it prevails. Jenga is dead, but the spirit inaendelea kutawala huko. Enda hapa majengo, walioanzisha majengo ni nani? Enda ene major town, old town, kuna majengo, na majengo zote zinafanana, na majengo zote is founded on the ground of prostitution. So those are sins. Kenya has got its own sin as a country. There was blood that was shed during the Mau Mau. Watu waliuliwa, watu walipigwa marisasi, wengine walichinjwa. Both sides, the colonialists and the locals, they kill each other. That blood is still crying, whatever it is. So ask yourself, what could it that is eating me now? Nini, what is the challenge? Why am I facing this thing? Why am I facing this problem? So before you go kemearing, before you go rebuking, before you go shouting, before you go doing whatever you are doing, ask yourself,
What kind of a challenge is this one? How strong is it? How deep is it? How many years is it? I know this girl, but she doesn't know me. We schooled together. Which school did you go, primary school? Territorial. Yeah? We were in the same class, but you don't know me. The same class. I have your photo with me here. Tulipigwa tukimaliza class, tukimaliza exam. Hatukuwa na viatu sisi zote, tulikuwa na ule mama naitanga Rona Raboso, ule alikufa, alikuwa governor. We were in the same class. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaenda kwa shamba yao kuiba miwa. His father was a rich man. Is that true? Have you ever thought connecting me with that place? My father was the Territorial factory manager. The Waroinge used to know. The name is familiar. We schooled with her. But hajui ni mimi. Umeona? You can walk and live with the people. Watu wametoka hapa wameenda America, wameenda Boston, wameenda Massachusetts, wameenda kila mahali. But the same challenges they are facing in Massachusetts, they are the same challenge that they were facing while they are here. When you are operating under a curse, a sin, a particular sin, wherever you go, the sin will follow you until you cut the umbilical cord. And cutting the umbilical cord, that is where now the sacrifice comes in. And for you to understand, you must know the story like that you have done. Tell Jerusalem her abominations. Tell. Man of God, go and tell Jerusalem her abomination. Tell her, this is what is happening in the land. This is why you are suffering. This is why the challenges you are facing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusomee Jeremiah 35. The power. Mdomo. Maneno ya mdomo. Usikie wenye yako na nguvu. Maneno ya mdomo. Iko na nguvu. Kubwa, and they can dominate you forever. Mzee alitaja kitu na itakuwa. Because as long as haijakuwa cancelled, it stands. Tusome kutoka verse 1. This is the message the Lord gave Jeremiah when... This is the message. It was given from God to who? To Jeremiah. Then? When Jehoiakim, son of Josiah, was king of Judah, go to the settlement where the families of Lechabites live and invite them to God's temple. Take them into one of the inner rooms and offer them some wine. Stop there. Jeremiah was told, go and pick the sons of the Rechabites. Take them to the inner, to my temple, and take them to one of the rooms of the temple, the inner temple. Ameambiwa nenda uchukue. What's your name? When uka yako naitwa? Yeah? Karioki. Nenda uchukue watoto wa Karioki wote. Uwapeleke kwa nyumba yangu. Ni nani ameambiwa? Jeremiah. Uwapeleke kwa nyumba yangu. Kule kwa chumba kimoja kwa vyumba vya nyumba yangu. Kisha uwapatie kila mmoja glasi ya wine. Ndivyo amesema? Tuendelee. So I went to see Jazaniah, son of Jeremiah and grandson of Habazinia, and all his brothers and sons, representing all the Rechabite families. I took them to the temple. Representing all the Rechabite family. Kwa hivyo alihakikisha the entire family is there. Then I took them to the temple, and we went into the room assigned to the sons of Hanan, son of Igdariah, a man of God. This room was located next to the one used by the temple officials. Aliwapeleka kwenye kachumba next mahali pa the holiest of the holiest. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand now. Listen to me. Listen here. Go ahead. Directly above the room of Maaseiah, son of Shallum, the temple gatekeeper.
I set cups and jugs of wine before them. He set cups and jugs of wine before them, as instructed by who? By God. Then, I'd invited them to have a drink, but they refused. but listen here. But they did what? They refused. Remember, Jeremiah is sent by God, but they refused. What is the reason? No, they said, Uh-huh. we don't drink wine, Uh-huh. because our ancestor Jehonadab, Uh-huh. son of Lekab, gave us this command. You and your descendants must never drink wine. Must never drink wine. Number 2, And do not build houses never build houses. Number 3, or plant crops or do not vineyards, plant crops. Number 4, but always live in tents. but to always live where? In tents. What is that spirit? What is that spirit? It's a spirit of poverty. Thank you. They refused the man of God, but instead they picked on their ancestor, what he said. But this is a man of God. Amewambia kunyweni, ni Mungu ameniambia kunyweni kila mtu kagilasi kamoja kamoja, kwa sababu huyo guka aliwafunga na wine. Na hiyo ndiyo alikuwa nataka awafugue. Umeona hiyo? That's a sacrifice. That is a sacrifice. Aliwataka tu kuwafungua, awambie kunyweni mfuguke. Maana na huyo mzee akawaambia nini? Msiwahi kukunywa, wala msiwahi kulima, na msiwahi kujega. Mukae kwenye tent kama IDP. Those are the first IDPs in the world. That is the spirit of poverty. Most of us here are facing the spirit of what? Ukitoka Kisii, ulitoka Kisii, ulichomewa nyumba. Nyumba yenu ilichomeka. Umekuja, umeingia Korogosho. Unakutana na ile battalion ile ya Uhuru na ule mama, wanasema wanataka kujega sewage, ukabomolewa. Ukapelekwa Ruai, ukafika Ruai, ukabomolewa. Utatoka Ruai, uende kule kwingine, moto itawaka tu, itakuchoma. Because there is a curse in your life. So these things just, hii fire unaona inachomeka Gikomba, inachomeka wapi? It is not an ordinary thing. It is a follow-up of a command in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. This is not ordinary. It is a follow-up. The challenges you are facing are a follow-up. This thing you did not commit. You are not sinful. When you are very faithful kwako, haujatoka nje kwa ndoa yako, lakini mateso yule unapitia, unasema heri ningefanya. Uliolewa ukiwa virgin, lakini umeletewa wanawake wengine 6. Na ni makahaba watupu. Baka unauliza Mungu, why? Why did you do this to me? Bwana Yesu asifiwe sana. Why do you do this? Why me, God? And that is the reason you are suffering. That is the reason you are facing the challenges you have. Had you known God, had you known to look for God, kutafuta Mungu, umutafute na uweze kujua the history, the family tree is very important. The bloodline is very important. The area you live is very important. Before you start any business, jua unaianzisha wapi. If it must start there. Unaona wa Somalia wakienda mpaka America, they wanna thrive. Wakikuja hata kijiji yenu, wana thrive because wakikuja wanainua madhabahu ya kuvuta watu, ya kufanya biashara yao ikubarike. Ukienda, nilikuwa South Africa mahali panaitwa Sun City, nilikuta wamechukua yote, wamefukuza Wakikuyu na Wakisii walikuwa huko, sasa ni wao. Nikatembea nikaenda kwingine kunaitwa Rustenburg, nikakuta sasa huko ndio wamejenga manyumba. And they have commanded. Angalia Nairobi, they have taken the entire of Nairobi. They have taken. Sasa niliwakuta Nyere, nimeenda mpaka huko udani mahali kunaitwa Kamakia, umeenda huko unawakuta wapi? Na wanakubalika. Huko Ulaya ukienda Boston unakuta Wakikuyu na Wakisii, Mkisii amefungua duka, Wakisii hawaendi kwake. Mkikuyu amefungua duka, Wakikuyu haendi kwake, lakini wanaenda kwa Msomalia. Because what? Msomalia aliinua madhabahu. Wamepenya mpaka sasa wanaenda kuchukua serikali. In the next 20 years, we should have a Somali president. Planning. And they do it with an altar. Because they have been commanded. Ukumbuke huyu, hawa ni watoto wa Ismaili. Wa house girl. Wa mama, out. House girl in. Bwana Yesu asifiwe sana. So today I want to prepare you. I wanted just to prepare you. I want you to dig deep. Dig what?
I will be meeting you today, every one of you. But I want you to dig deep. Mukuje, mukitaka kupanda mupande hapa. Just call upon God. Musikue kama hawa wana wa Rekabu. Uombe Mungu as much as you can. Break inside. Uingie inside out. God will reveal to you ile kitu tutafanya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. So take your time, stand up, tusimame kwa miguu yetu. Ukitaka kulala hapo huko ulale. Ni kusafi. Kama kuna matope ni wewe umirete. Ulale ya matope yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You can scatter all over. Ukitaka kuja kupanda hapa you are allowed. Kuja tu upande hapa, ulale hapa. Lakini ukikuja hapa ukuje ukiwa nadhifu. Usikuje na kamini skirt, usikuje na vitu zako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamebarikiwa? Najua you are so disappointed because sijasema pokeeni magari. You are so disappointed kwa sababu sijasema pokeeni mashamba. Lakini nitakupokeza gari lako, nitakupokeza shamba lako, but I must train you. Hiyo shamba itakuja namna gani? There is no miraculous. Hakuna miracle ya shamba. Hakuna miracle ya utajiri. Hakuna. Don't be cheated. There is a formula of getting there. And if I can't teach you the formula to getting there, you don't deserve even to come here back. Just go. I'm not here because I want your money. I'm here because I want to tell you how to do it, and you win this battle. I want to raise a generation in this country, and I will do it. I will do it. I want to raise a generation that will know if nikitoka hapa niende South Africa itabadilika kwa sababu yangu. Nikitoka hapa niende Kisii itabadilika kwa sababu yangu. Nikitoka hapa whatever, because you will have the grounds, the legal grounds to be able to stand with what is supposed to be you. Bwana Yesu asifiwe sana. So we shall be led by a song. Then hakuna mtu atakuombea. Nitakuja tu kuachilia baraka. Number 1, step 1 to set yourself free. Wewe jiulize before you get kuomba. Umetoa mimba ngapi? Umetoa nini? Mimba ngapi? Umesengenya watu wangapi? Umetukana watu wangapi? How many people have you backstabbed? What this evil have you ever done? Umelala na wanawake wangapi? Umelala na wanaume. Ukiwakumbuka majina na sura yao zitakuja, cancel them. Zungumza wao, jitenganishe na wao. Ujitenganishe na wao wote. Ile kitu ulifanya Mungu atakuletea na utaiona, na Mungu atakuonya. Kama ni show mwenye madhabahu ambayo inakusumbua ataletwa kwako. Vunja hiyo, jitenganisha, kata kitovu. Me only I will come to bless you. Hiyo maombi unataka nikuombee, sitakuombea. Ni wewe. Set yourself free. Bwana Yesu asifiwe sana. So take your time. Watu wa kuimba waende low voice, msiinue sana. Ndio watu wazame. Nataka uzame kwenye maombi. Nitakuja hapa after 1 hour. Na nikikuta umekauka hapa, nitakutoa pale nje kwanza. Usisumbue wale wengine. Haleluya. Mpigeni Yesu makofi. That's the most unfortunate thing for God having sent you to me. Because I will not do your will. I will do the will of God. Amen. Thank you. Yes, on Thursdays tutakuwa na ibada ya asubuhi na mapema. Hiyo sio ya mafundisho, sio ya nini, you come ya anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. It will be a prayer line. Unakuja, tutapanga line moja, unaanointiwa, unaenda zako. Unaanointiwa, unaenda zako. Tuesday na Wednesday will be teaching. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuesday nini? Yeah. So the prayer line itakuwa kutoka saa 12 mpaka saa 4 tunamaliza on Thursdays. From saa 12 mpaka saa 4 tunamaliza. So if you have a sick person, hiyo si mambo na madhabahu, ni mambo ya kawaida. Kazi, kuombewa nini. Ile kitu unasikia ndio imekukamata. Just come on Thursday from 6 a.m. up until 10 a.m. tunamaliza, kwa sababu then I'll be going to thicker
Thika pia tuko na service. Huko Thika Nelion, there's a building called Nelion. Tutakuwa huko. But for now, Tuesday, kama kawa, Wednesday, kama kawa, you come, you sit down, I teach you. Usikuje na kiherehere, unataka kuniona. Mesikia nyinyi mnanitazama, usikuje na kiherehere, unataka kuja kuniona. Utakaa chini kwanza nikufundishe. Tukionana unaelewa kile unakuja kuniuliza, si kuja kuniambia unaona ni kama. Sitaki ni kama utakuja. Kama unajua unakuja na ni kama pale sitaki. I know I have taught you. Nimekufungua macho, umeelewa. Now you will come telling me this is what the pattern in our home. Simple as that. Na usinipatie story ati fulani alikufa, nini ikaenda, fulani akakufa, mtoto wa fulani kukakaa kidogo, nilipozaa, nikazaa mwingine alikuwa na mkono kwa mgongo, mwingine alikuwa mkono kwa kifua. Hiyo story sitaki. Sitaki hiyo story. Let's save time because